Hili ndo fagio na nitakufagia. Labda sio nozi. Yana Makaya, mtoto wa mtaa wa Uswahili, alikuwa na ndoto zenye mwanga wa asubuhi. Alitaka kusoma, kujenga maisha yake, lakini umasikini ukafunga njia za. Leo ndio ile siku niliyozungumza, tarehe 26 mwezi wa 3. Ni siku ya tendo takatifu. Ni siku ambayo natakiwa tandike chini. Naomba mikono yako. Naomba mikono yako. Fumba macho yako. Utakaswa nafsi yako. Ni matakwa yako mwenyewe. Ukingo utumwa. Uko katika tendo ya mamlaka yako. Ndio maridhawa na tafiti ya maji baridi yenye kimiminika cha damu na upendo ndani yake. Furaha ya tendo iliyokizidi hamasa. Hii ni sanaa. Fungua macho yako. Nenda katandike shuka nyeupe chini. Hivyo Mzee Majaliwa, toka nimekuambia kama mimi naumwa, sioni msaada wote unaonifanyia zaidi ya Panado. Panado ile ni dawa ya kuzuia maumivu. Nakwambia siku zote naumwa mume wangu, umekaa tu ukija Panado. Panado ananieleza nini mimi? Mshahara unapeleka wapi mume wangu? Unapeleka wapi wa mshahara? Unajua nyinyi wanawake wa Kiswahili mna matatizo. Mtu akikushughulikieni mnaona kama akushughulikieni. Mtu akipambana mnaona pambana. Wewe unafikiri Panado unachokuletea wewe ni jambo dogo kweli? Kuna wenzangu wafikiri vitu kama hivi, mkewe anaumwa akamshughulikia kumletea hata Panado. Sasa mimi nakuletea na hilo kusua mshahara mke wangu wewe hujui. Mimi na plani kubwa sana, na plani endelevu. Na wewe hiyo plani nikikwambia mke wangu, wallahi utafurahi kweli kweli. Na utasema mimi nina akili na mimi nimezungumza jambo la maana. Na bonge la plani. Plani yangu mimi kwanza kununua kiwanja kikubwa na kusimamisha mjengo wa bonge la gorofa. Hapa kuna danga. Habari ya mjini kudanga. Tunaishi kwa kudanga. Na tunakula nao na tunaishi nao. Hapa kuna shemeji yangu na danga langu. Lo bibi nilitembea nalo. Yule shemeji yangu akaniambia nitafute shoga yako. Nikaona nikuwekee shoga yangu vipi? Mimi naweza nakujua. Hapo umeshafagia wote. Kwa hiyo sasa nataka kuwapunguza, si ndio maana? Sasa shoga yangu hata nikimfagia kuna ubaya gani? Mimi naye tunazuliana? Hatuzuliani. Wewe kama uko tayari sema mimi niunganishe, baadaye tukanywelia. Sasa mimi hapa nilipo pesa napata kweli, sikatai.
katika kazi zangu za kulinda pikipiki na magari, lakini mimi nazichanga na nazidunduliza. Nimefungua kibubu mimi na plani ya miaka 20 mimi nijenge hiyo nyumba. Wallahi mke wangu utakula maisha. Unasema miaka? Yaani nina plani ya miaka 20. Nataka kununua kiwanja, nijenge bonge la ghorofa. Hivyo kwa umri huo ulokopona au mimi umri ulokopona, unawakia tutafika ndani ya miaka 20? Tutafika. Wewe mzee ujitambui wewe, ujielewi wewe? Miaka 20 ni vipindi vya rais viwili. Tutafika. Wali tutafika. Tutafika. Yaani unaipokea tu kirahisi. Tutafika. Ndio unavyojidanganya sio? Hivi wewe mzee wewe. Hivi una akili sawa kweli Majaliwa wewe? Hivi wewe ni baba wa aina gani wewe? Nani? Halo? Hiyo pikipiki sitoke bwana. Hiyo pikipiki iache hapo kwa sababu mtoto anajifanya yeye. Hata adabu za kuvalia nguo hana. Ananichezea mimi michezo. Yeye siku zote alipi. Mimi nagalamika. Kwa hiyo mimi ananifanya kipleft. Na hiyo sema hiyo pikipiki nimesema isitoke mpaka anipe pesa zangu. Mimi mwenyewe nahangaika hapa na changa vipesa. Nimeshatumia hapa shilingi 50,000 kitu kimoja na mhudumia mke wangu. Mke wangu anaumwa wa leo wa kesho. Mimi mke wangu nampenda bwana, namchukia. Hata isimu mshenzi mkubwa wewe. Wewe umenigaramikia mimi 50,000 mimi wewe. Na kwanza umenigaramikia 50,000 mimi. Yaani mzee Majaliwa nitakupiga vibao. Yaani unajua ni jinsi gani unavyoniumiza wewe mzee. Mimi umenigaramikia hela mimi wewe. Umenigaramikia lini? Nisikize basi. Alafu juzi nimesikia umeonekana na Omi kaungua. Sasa wewe kazi kwako. Hangaika tu. Yaani wewe unapenda wale mabwanako masharubalo. Sasa hivi shoga sasampa. Awe mpiga ngoma, awe mpaka. Kwanza sasa hivi mtoto wa kike unatakiwa na bwana bodaboda, upate lifti za bodaboda. Unatakiwa na bwana daladala, hata umeenda safari yako utoe nauli. Unatakiwa wewe na bwana hata mfagia baa. Ukienda baa bibi unakunywa kwa oda. Wewe utaka hayo mambo? Wewe sema kama uko tayari mimi nikuunganishe, sio shida zangu. Sawa. Simu naita. Halo. Vipi? Basi wewe na 15,000. Mimi mwenzako baadaye nitakwenda kwenye baikoko. Sina hata kianzio hapa niliposacha kunywea bia. Nipe 30,000. Kaanza. Napenda kulalia huko. Basi poa nakuja maana ushaanza kufoka. Sio kaninyima hiyo riski bure. Tunakutana pale pajuzi. Haya poa. Sikiliza shoga yangu. Hapa bado tuna kwenye baikoko hatuna time. Na ukifika pale lazima unywe hata bia. Sasa mimi naenda kupiga show time yangu. Na kuachia vyombo hivi. Visuuze. Nikirudi hapa mipango yote inaenda. Wewe, hebu kwanza tumalize hilo lileta bwana. Umesikia? Nini tunachelewa? Sasa shoga yangu, hapa lazima tuwe na sasampa tusitie aibu pale baa. Maana kila siku anafanya kutuangalia sisi. Acha nikale show time shoga yangu. Osha vyombo. Nimekwambiaje? Tia hivyo vyombo kwenye beseni kaeke uvunguni. Mimi mwenyewe kwangu vinadoda uvunguni. Yaani kwenye sekta hiyo nitoe. Ana wewe. Sasa sikiza nikwambie, wewe osha, mimi nikirudi hapa tunayapanga na tunaenda kwenye baikoko. Wewe hivi utavikuta. Mimi mwenyewe nimeweka uvunguni. Utavikuta hivi. Kishindo mama mkishindo. Kinanipa ukubwa wa maumivu. Hivi mimi yani ndoa imenishinda kiufupi. Sihitaji tena kuishi na kaka. Unamaanisha nini hapo unavyoongea hivyo? Mwanaume ana nguvu, mwanaume ana hila. Yaani anapotoka nje kidogo nakuwa na amani ya moyo. Akirudi sina amani, ana kelele. Yaani tabia zake na umri wake ni vitu viwili tofauti. Hilo swala kwenda linalotaka kusababisha umchukie mumeo kiasi hicho. Hilo swala la gugu. Wanaume ni kama watoto. Naomba uelewe hilo hicho. Na ndio maana ukaingia katika ndoa. Wanaume ni kama watoto. Wanaume wanataka kulelewa. Sio, umenifahamu ifi yangu. Leo ukisema mimi nimemchoka na gugu, mbona vitu vidogo sana hivyo vinatengenezeka?
Hivyo vitu vidogo hivi vinatengenezeka, na mizali swala lako umeleta kwangu sema limeisha. Kuna njia nyingi, kuna waganga wa kienyeji, kuna mashehe, kuna mapadri, na sisi pia tunaweza kukachana tukalitengeza jambo likaisha na mkaendelea kuishi maisha yako ya ndoa. Wifi yangu, mimi siwezi kupita katika hizo njia unazoniambia, sio mganga, sijui padri. Hapana, mimi yule mwanaume sina hisia naye. Siwezi kuishi na mwanaume ambaye sio ndoto zangu. Na kitu ninachotaka kufanya kwa kakako, mkiendelea kunilazimisha, mimi si ndo nampikia, mimi si ndo nalala naye kitanda kimoja, nitakuja kufanya kitu kibaya. Hamtokuja kunisahau katika maisha yenu na nitaweka historia. Ninachotaka, nataka talaka yangu. mbona umefikia pabaya sana wifi? Ukaue. Mbona umefika pabaya wifi? Unanifanya nikumbuke wazazi wangu. Unanifanya nikumbuke ndugu zangu, kaka yangu. Kaka ni mgumu wa kuelewa. Nishaka naye mara kibao na kuzungumza naye. Kaka unakwenda kuoa mtoto mdogo yule. Lakini hebu badilika basi. Leo mpaka amefikia mara unasema unataka kuoa. Wifi yangu. Mbona nikupisha mbali? Nikupisha mbali wifi yangu. We vipi? Saizi kutujia usiku. We mke wa mtu, umefuata nini saizi hapa? Mama, mimi maisha ninaishi kwa yule mwanaume nimechoka. Nimechoka kabisa mamangu. Maisha gani? Mwanaume ana nguvu, mwanaume ana sheria ngumu mama. Yaani anapoondoka kwenda kazini kidogo nakuwa na amani. Akirudi tu mama, amani sina. Sina furaha na ndoa yangu. Nimeshindwa mamangu. Wallahi nimechoka, siwezi. Unajiapia kabisa mwanangu. Lakini si nilikwambia mapema. Ndoa inataka uvumilivu mwanangu. Usione watu wanaishi mpaka mmoja anaondoka wote wanaondoka. Wanavumiliana. Nilikwambia kabisa wewe ndio ukavumilie. Sasa siku 3 tu hizi umechoka. Hata kunichanganya. Leo unakuja kusema hapa mwanaume simuwezi ana nini? Uvumilie. Ndio ndoa. Najua, ila sio kwa mwanaume yule. Hujui mitihani mingapi mimi napitia. Hujui changamoto ngapi nakumbana nazo. Kwani mama unashindwa kunielewa mimi binti yako? Siwezi mama, nimechoka. Ninapokuambia nimechoka na maanisha. Mama siwezi. Mimi nashika kuelewa. Sijaelewa. Kuna tatizo gani mpaka unataka taraka? Kuna changamoto gani au anakupiga? Kwa sababu kama swala kupendana eti mama, swala kupendana mapenzi. Si mlipendana wenyewe, mmekutana kwa barabarani wenyewe, mpaka barua inaletwa hapa. Umetulia tu. Mpaka inaletwa mahali. Dadangu. Inafunga ndoa japokuwa sijakupa kaka yako, lakini narudi hapa nasikia dada yako ameolewa, nami nashukuru. Kwamba una kwako dadangu. Sasa tatizo nini mpaka unataka urudi nyumbani? Mama, kuna nini? Basi elewe. Yana jana kuna baridi la ndoto la kimbiza upepo, kuna damu na jasho za kimbiza ndoto.